Therefore, if you are here, basi kama you were pastor, wewe ni mchungaji, you are a CU chairman, ama wewe ni mkubwa wa kikundi cha kuabudu kwa shuleni, praise God, Bwana sifiwe, invite us, we are coming. Tukaribishe, tutakuja. Because that's what God desires. Maana hicho ndicho Bwana. He wants the Shekinah glory Anataka utukufu back into the church. urudi kanisani. He wants the true worship Anataka uabudu wa kweli back into the church. urudi kwa kanisa. Praise God. Bwana asifiwe. We cannot receive the Shekinah glory that we need Hatuwezi pokea utukufu unless we learn to worship in truth and in spirit. Pasipo kuelewa jinsi ya kuabudu katika roho na kweli. Praise God. Bwana asifiwe. What is Shekinah? You might be asking yourself, what is Shekinah? What is Shekinah? Naweza kuwa unajiuliza Shekinah ni nini? Shekinah is a Hebrew word. Ni jina la Kiebrania. Shekan, meaning to dwell. Ambalo linamaanisha kuishi. Hallelujah. Hallelujah. It describes the visible manifestation of God's presence among his people. Wanaelezea udhihirisho wa uwepo wa Bwana katikati ya watu wake. Praise God. Bwana asifiwe. God desires to dwell among his people. Mungu anatamani kuishi katikati ya watu wake. But it's us lakini ni that hinders him from dwelling among us. Wao tumzuia kuishi katikati yetu. When God created man, Mungu aliumba mtu, the purpose for your creation, kusudi wako ilikuwa uabudu. Praise God. Bwana asifiwe. Purpose for your creation, kusudi la wewe kuumbwa, is worship. Ilikuwa kuabudu. Hallelujah. Hallelujah. Until we go back to our main purpose, why we were created, hadi turudi kwa kusudi letu la kwanza, kwa nini tuliumbwa. It will be impossible haitawezekana to see the Shekinah glory that we yearn for, kupokea utukufu tunaotamani. Praise God. Bwana asifiwe. God is almighty. Mungu ni mkuu. God can do everything. Mungu anaweza fanya, but the only thing he can't do, lakini kila kitu hawezi kufanya ni kujiabudu. So he had to create me and you, so that we can come to the fulfillment of worship. Ndiposa tuje katika uabudu. Hallelujah. Hallelujah. We have two types of worshipers. Tunao aina mbili za waabudu. And as I'm talking, the two types might be here. Na tunapoongea hao wawili aina mbili za waabudu. We have worshipers that worship kuna waabudu ambao by revelation, kwa ufunuo. And we have worshipers that worship by responsibility. Au waabudu kwa sababu ni wajibu tu. But God is seeking worshipers lakini Mungu that can worship by revelation. Kwa ufunuo. Because if you are worshiping by responsibility, sababu kama unaabudu it will be difficult for you, itakuwa ngumu kwako wewe worship in spirit. Kuabudu katika roho. Because you just worship because you have to worship. Kwa sababu unaabudu kwa sababu ina. But God needs people who worship by revelation, who can understand that He is almighty, who can understand that He is omnipresent, who can understand that He is omnipotent, who can understand His Yahweh, who can reflect and understand that where I am, it is God. Hallelujah. Hallelujah. God is looking for Abels. Mungu anatafuta Abeli. God is looking for Davids. Mungu anatafuta Daudi. Who can worship by revelation. Kwa ufunuo. Hallelujah. Hallelujah. Which type are you? Wewe ni aina gani? Praise God. Bwana asifiwe. Worship, waabudu, is not just for everyone. Si wa kila mtu. Let me tell you that. Wacha nikwambie hilo. Praise. Usifu. Everyone can praise. Kila mtu anaweza sifu. When we start praising here, even if somebody can come and dance. Hata mlevi anaweza kuja na acheze. But when it comes to worship, lakini jambo it becomes personal. Inakuwa binafsi. Hallelujah. Hallelujah. It is you and your God. Ni wewe na Mungu wako. Unless we understand that, pasipo kuelewa hilo, that's when we shall receive this glory. Hivyo ndivyo tutapokea utukufu. Praise God. Wanasifiwe. So I'm here to tell you. Hivyo basi niko hapa nikwambie. God wants us. Mungu anataka. God desires so much. Mungu anatamani sana. Dwell among us. Kuishi katika when we start worshiping Him. Tunapoanza kumwabudu. But we have forgotten. Lakini tumesahau.
I'm happy we have pastors here. Ninao furaha tuna wachungaji hapa. When we go back to our churches, tutakaporudi kwa makanisa yetu, we love praise. Tunapenda kusifu. We praise and dance and sweat. Tunasifu, tunacheza. But when it comes to worship, lakini japo because remember, praise sababu kumbuka kusifu brings down God to dwell. Inaleta Mungu aje. After dwelling, lakini baada he's waiting for you to pour and say you are holy. Anangoja sujudu na mwambie wewe. We worship one song. Ndio wakati tunaabudu wimbo mmoja. And say clap your hands, clap. We even sing a half of the song. Hata tunaimba nusu ya ule wimbo. By the time he's waiting to hear some worship from his people. Wakati anangoja kusikia. That's when we look at the clock. Tunaangalia saa. Hey, we have dancers, we have testimonies, we have visitors. Na wachezaji na shuhuda na wageni, tafadhali simamisheni hapo. When we see the glory. Ni lini tutaona utukufu? Churches are full of bound people. Kanisa zimejaa watu waliofungwa. Because we forget in worship. Sababu tumesahau. Bondages break. Katika kuabudu chains break. Minyororo huvunjika. Praise God. Bwana asifiwe. I remember during COVID-19. Nakumbuka hicho kipindi cha corona. We were somewhere praising and worshiping. Walikuwa mahali wakisifu na kuabudu. We praised. Walisifu. Then when it came to worship, ilipofika wakati wa kusifu kuabudu, we worshipped one song. Kaabudu wimbo mmoja. Then the Lord said to our pastor, na Mungu akaambia mchungaji, why is it that you humans don't know how to worship? Kwa nini nyinyi binadamu hamjui kuabudu? Then the pastor replied and told him, na mchungaji akamwambia, of course because we are humans. Hakika kwa sababu sisi ni binadamu. Hallelujah. Hallelujah. Immediately after saying that word, baada ya kusema tu hilo neno, she went into repentance. Alienda kutubu. We worshipped from 12 tuliabudu kutoka saa 6 hadi jioni without stopping, pasipo kuacha. Hallelujah. Hallelujah. Now the Holy Spirit made us worship by force until Roho wa Bwana alitufanya tuabudu hadi jioni. Hallelujah. Hallelujah. And another time, na wakati mwingine we were busy worshiping. Tulikuwa tunaabudu. Then the Lord took me. Bwana akanipeleka. I saw it was a Sunday. Nikaona ilikuwa Jumapili. He showed me a lot of churches. Anionyesha kanisa mingi. And I could see smoke. Na ningeona moshi out of churches. ukitoka kwa makanisa. He told me in the Old Testament. Anaambia katika people used to sacrifice. Watu walikuwa wanatoa animals. That was their way of worshiping. Ilikuwa aina yao ya kuabudu. Praise God. Bwana asifiwe. That was their way of worshiping. Ilikuwa njia yao ya kuabudu. When the smoke went into heavens, wakati ule moshi God received their worship that had good essence. Kia uabudu wao. Then he told me, na akaniambia, today you don't sacrifice animals. Leo watu tu. Today you are the sacrifice. Wewe leo ndiye dhabihu. And make sure na hakikisha your smoke is among the smoke that goes high. Kwamba moshi wako ni mojawapo wa zile zinaenda. I'm here to tell you. As we are seated here, make sure your smoke is among the smoke that goes high. Amen. Hallelujah. Amina. God is tired of Githeri worship. Mungu amechoka na waabudu wa popcorn. You know Githeri worship? Unajua waabudu wa Githeri? I know here you love Githeri. Najua hapa unapenda Githeri. But Githeri worship is this worship. Lakini waabudu wa Githeri ndio. Oh, you are holy. Unasema holy. The mouth, everyone is singing, you are singing. Hata kila mtu anaona. You are singing, you are holy. But in the heart. Lakini kwa moyo. What am I going to eat at night? Nafikiria usiku na nini? How are my kids now? Watoto wangu wakoje kweli? That man can open the mouth. Nasema huyu jamaa anaweza kufungua mdomo kweli. And what is funny? The heavens is not here you are holy. It's here. What am I going to eat at night? Utakula nini usiku? So your worship is full of, it's like Githeri mixed with beans and hivyo basi waabudu wako ni kama Githeri iliyo na maharagwe na mahindi. Praise God. Bwana asifiwe. Until we learn to give God pure worship, hadi tuelewe, that's when we shall see the glory. Ndio safi, ndio wakati tutaona utukufu. Praise God. Bwana asifiwe. God does not look at what your lips are saying. Mungu angalia, but he looks into your heart. Lakini anaangalia moyo wako. That's what he receives. Hicho ndicho anapokea. Because that's the sacrifice he needs. Hiyo ndio dhabihu anahitaji. But the problem we have in this generation, lakini shida tu we have a lot of
problems. Tuna shida mingi. You have come to worship. Umekuja kuabudu. You have a loan. Una deni. You have come to worship. Umekuja kuabudu. Your landlord needs money. Kwamba kwenye umekodisha. But instead of understand that where you've come, that's where the helper is. Lakini badala ya kuelewa mahali umekuja ndipo msaidizi. You focus more about where you're going to get money. Na ingemea sana forget that the helper is here. Unasahau msaidizi upale nawe. He just needs you to say you are holy. Anahitaji useme breaks the bondage of debts. Hivyo basi atafunga na ondoe madeni. The glory. Utukufu. Praise God. Bwana asifiwe. He needs his worship. Anahitaji waabudu wake. Hallelujah. Hallelujah. And the other thing, na kitu kingine, we are in a generation of AI. Tuko katika kizazi social media. Kizazi cha mtandao. Some people worship. Wengine wanaabudu. You are holy. Wewe ni mtakatifu. With a phone streaming. You are holy. As if he's telling the phone you are holy. Wakiwa na simu wakiendelea kupeleka mtandaoni kama wanaambia simu wewe ni mtakatifu. Some target when tears are coming. Wengine unaona machozi yanaanza. You are holy. Anachukua simu anaanza kupeleka mtandaoni wewe ni mtakatifu. Then they put captions. Wanaweka captions hapo. Deep in spirit. Ndani ya roho. Stop joking. Wacha mchezo. Hallelujah. Hallelujah. Then from there, na kutoka pale we've worshipped. Tuliabudu. But when the heavens open the books of worship, mbingu inapofungua vitabu vya waabudu, you are given negative 0%. Unapewa sufuri iliyojaa. Praise God. Bwana asifiwe. And you are the same person saying, God, I need to see your glory. You will not see his glory. If you continue like that, ukiendelea hivyo, you will worship until you have chipara. Utaabudu hadi kipara without seeing the glory. Pasipo kuona utukufu. Praise God. Bwana asifiwe. We are looking for the glory. Tunatafuta utukufu. But we need to understand. Tunahitaji kuelewa. We receive this glory. Ni aje tunapokea utukufu? Praise God. Bwana asifiwe. The Shekinah glory, kwamba utukufu ni mtakatifu. And when it comes, na ujapo, it comes with fire. Unakuja kwa moto. Amen. Hallelujah. Hallelujah. When it comes here, ujapo hapa, nobody will remain standing. Hakuna mtu atabaki amesimama. Do you know why in heaven they don't worship while standing? They bow. Unajua kwa nini? Because the glory is too much, they can't stand. Kwa sababu utukufu ni mwingi sana, hawezi simama. But here you need to be please kneel. Lakini hapa lazima ambiwe you kneel because they have told you to kneel. Unapiga kwa sababu umelazimishwa kupiga. Hallelujah. Hallelujah. If you want to see the Shekinah glory, kama unataka you need to understand your God. Lazima uelewe Mungu wako. You can't worship the one you don't understand. Huwezi mwabudu yule ambaye you can't worship anybody you don't know. Huwezi abudu yule. You need to first come to a place of understanding God. Lazima ufikie kitengo cha kuelewa Mungu. Hapo ndipo utaabudu. Hallelujah. Hallelujah. How many here you have girlfriends and boyfriends? Ngapi hapo una wachumba vijana na wasichana? You have a wife and a husband. Ama unao mke ama mume. When you are vibing that person, did you say to anybody, tell her you are beautiful? Wakati ulikuwa unamchumbia yule mchumba mtu, tell her I love her. Mwambie nampenda. Tell her I love her thighs. Mwambie I have her legs. I love her kichwa. Napenda kichwa yake. Did you do that? Ulituma mtu kufanya hivyo kweli? Then I don't expect you for me to tell him you are good. Then because that you are good. Sitarajii kukwambia uambie Mungu ati ni mwema. He needs to hear that from you, from inside your heart. Kutoka ndani ya moyo wako. When you tell him you are good, na unapomwambia wewe ni mwema, kutoka ndani. Amen. Praise God. Bwana asifiwe. If we are to see this glory, kama tutaona utukufu. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Bwana asifiwe. Tell your neighbor. Ambia mwenzako aliye karibu nawe. If you want to see God, kama wewe unataka kuona Mungu, you need to first understand him. Lazima uanze kumwelewa Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Bwana asifiwe. Worship is personal. Waabudu nobody can worship for you. Hakuna mtu anaweza kukuabudia wewe.
Me have come to worship my Father. Mimi nimekuja kuabudu Baba. If you're waiting for me to worship for you, kama unaningoja nikuabudia wewe, you will wait until infinity. Utangoja hadi milele. Praise God. Bwana asifiwe. Let's go to the book of Acts. Tuende katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Acts 16 kifungu cha 16. Mstari wa 25. The Bible says, Biblia inasema, but at midnight, lakini panapo usiku, Paul and Silas were praying, Paulo na Sila walikuwa singing hymns to God, kumsifu Mungu, and the prisoners were listening to them. Na wafungwa wengine walikuwa wakisikiliza. Suddenly there was a great earthquake, ghafla pakawa so that the foundations of the prison were shaken. Hata misingi ya gereza ikatikisika. And immediately mara hiyo all the doors were opened, milango ikafunguka, and everyone's chains vifungo vya wote were loosed. Vikalegezwa. Hallelujah. Hallelujah. Let me tell you something before I go to that. Wacha nikwambie kitu kabla niende. We love worshiping in songs. Tunapenda kuabudu. But worship is not all about songs. Lakini kuabudu akuhusiani na nyimbo tu. Hallelujah. Hallelujah. But songs is one of the means we express our worship through. Lakini nyimbo ni mojawapo wa njia and most of us sing for the sake of singing. Na wengine wetu tunaimba tu kwa kuimba tu. You say, I wish I knew some Kiswahili songs. Let me give you an example. You say, I kneel down for you, God, but you are like, I kneel down for you. Do you mean God is blind? He doesn't differentiate between kneeling and standing. Napiga magoti na Mungu, wewe umesimama. Have you understood what I'm saying? Nani Mungu haoni? In many cases we lie God. Katika nyakati nyingi watu many times we joke with God. Nyakati nyingi tunamchezea Mungu tu. You are telling me, Father, I kneel down to worship you. Ya Mungu napiga magoti. But you are standing up like an electric pole. Na umesimama kama mlingoti wa bendera. Hallelujah. Hallelujah. Learn to mean what you are saying. Elewa kumaanisha if you want to see His glory. Kama utaona Paul and Silas Paulo na Sila were in prison. Walikuwa gerezani. Chained. Wakiwa wametiwa mnyororo. But the moment they understood their God, lakini walipo they never focused on the prison. They focused on the God waliegemea kwa Mungu that they serve. Na ambaye wanamtumikia. And at the moment they focused on God that they serve, they started singing. Walianza kuimba. They started worshiping. Walianza kuabudu. And after worshiping, the glory came down. Utukufu ukashuka. And chains broke. Na minyororo ikavunjika. The glory could not fit in the prison. Ya kwamba utukufu the glory had to shake the foundations. The glory had to shake the prison. The walls had to break. Because the glory was too much. I want to tell you, when the glory comes, what God needs you to do is not to focus on this beauty. He needs you to focus on Him. And when the glory comes down, chains will break, foundations will break, bondages will break, the sick will be healed because the glory is there. Hallelujah. Hallelujah. But the problem we have, lakini shida we focus too much on the issues that we are passing through. Tunaengemea sana kwa mashida tulio. And let me tell you something about issues. Na wacha nikwambie kitu. God lets you pass through all that. Mungu so that you may have material to worship Him. Ndiposa uwe na vitu za kumwabudu nazo. Let me repeat. Wacha nirudie. God allowed you to pass through a problem. Mungu alikuruhusu so that you may acknowledge Him. Ndiposa uweze kumtambua. So that you might have something to say you are holy. Uweze kuwa na jambo la kusema wewe ni mtakatifu. That's why He says, in waters I will be with you, in fire I will be with you, so that after all you can give Him the glory. Hallelujah. Hallelujah. So that once you start singing, kama sio wewe nimekuwa wapi mimi. Once you sing that, unapoimba huo wimbo hivyo, your heart goes back.
moyo wako unarudi nyuma. You were laid on a hospital bed. Unakumbuka kuna wakati ulilazwa hospitali na sasa umesimama. You remember the days you slept hungry. Unakumbuka siku ulizolala njaa, lakini sasa you remember the days of poverty. Unakumbuka siku za uhitaji, lakini sasa it's not been you but it was God. Lakini imekuwa ni Mungu. That's why he lets you pass through that situation. Ndio maana anakuruhusu upitie hiyo hali. Paul and Silas understood. Paulo na Sila walielewa. Hallelujah. Hallelujah. You cannot praise, you cannot worship if you are under bondages. Kama uko kwa vifungo. Hallelujah. Hallelujah. That's why the Bible says in Exodus. Ndio maana Biblia inasema katika kitabu cha Kutoka. Moses went to Pharaoh. Kwamba Musa and told him, let my people go and worship. The reason is they could not worship under bondage. Because all their eyes were on the Egyptians. They thought all help comes from the Egyptians. Until they got out of Egypt, so that they can understand the glory of God. Hallelujah. Hallelujah. If you are to worship, you need to go down. You need to leave your titles behind. I know you were a great man, anointed woman, but before the Holy of Holies, in the Holy of Holies, before the Almighty, titles don't matter. Because the Almighty is above everything. I know you have twins. That doesn't matter. I know you are president, you are bishop. But when it comes to worship, titles don't matter. There is only one Lord, God the Almighty. Praise God. These guys understood. And when they started worshiping, chains broke. I pray that we surrender our bodies as a living sacrifice. We surrender our bodies as a living sacrifice. And we call upon fire. Fire will come and burn the sacrifice. And after burning the sacrifice, the good incense kwamba manukato run higher to the throne of God. Yatapaa juu kwa kiti cha enzi cha Bwana. Hallelujah. Hallelujah. Did we come to worship? Tulikuja kuabudu kweli? Have you come to worship? Wewe umekuja kuabudu? Yes. Are you ready for this Shekinah glory? Uko tayari kwa ajili ya utukufu? Because God is ready for us. Sababu Mungu yu tayari kwa sababu yetu. If we surrender ourselves. Kama tutajiachilia. And understand the God that we worship. Na tuelewe Mungu tunayeabudu. Let us finish up with that. John, wacha tumalizie kwa Yohana. John 4. Yohana 4:23. Before that, kabla hilo kidogo, let us first run to Isaiah 59:13. Wacha tukimbie kitabu cha Isaiah 29 mstari wa 13. My time is down. Isaiah 29:13. Isaiah 29:13. Worshipers as you prepare yourself. Kikundi cha ibada mwanze kujitayarisha sasa. 29:13. 29:13. The Bible says, Biblia inasema, therefore the Lord said, Bwana akanena, 29:13. Therefore the Lord said, Bwana akanena, inasmuch as these people draw near with their mouths, kwa kuwa watu hawa unikaribia na kunishika kwa vinywa vyao, but have removed their hearts from me, bali mioyo yao wamefarakana, and their fear toward me is taught by commandment of men, na kicho chao walicho nacho kwangu ni maagizo wanadamu waliowafundisha. Bwana asifiwe. All of us are here. Sisi sote tuko hapa. We've come to worship. Tumekuja but few of us are here. Lakini wachache walio hapa. This is what he said. We are saying you are holy. Tunasema but our hearts are saying otherwise. Lakini mioyo yetu inasema kingine. We are saying you are worthy. Tunasema because there is a leader who's leading us into worship. Kuna kiongozi anayetuongoza katika uabudu. So we are just following. But when he checks the hearts, some are in Kitui, others are in Mombasa, Uganda, others are in Turkana. But all of us are here, and we are singing. So we are giving.
give him the praise of our lips, but our hearts. Tunampa sifa za mioyo yetu, lakini mioyo inaabudu. Praise God. Bwana asifiwe. We have worshipers in the house. Tunacho kikundi cha kuabudu hapa kweli. Tunaabudu hapa kweli. And when it comes to instrument, keyboardists, guitarists, those people who play those things. Na injapo kwa piga. And for their cases worse. And liyao. We have pianists in the house. Tunawapiga vinanda hapa kweli. Their cases worse. Hali yao ni mbaya zaidi kabisa. They not as long as we are playing keys. We are beating drums. That is it. Vinanda. When I get a chance, I will talk about you. You see where it came from. Why you don't sit down? The pianist and whatever. Nikipata muda nitakuonyesha mahali hizo vitu zilitoka. Today let our worship comes from the heart. Leo wacha waabudu wetu utoke kwa moyo. I'm looking forward whereby we start worshiping and all these chairs are away. Everyone is down. Wakati ambapo tutaanza kuabudu na hizi viti zote zitaondolewa, kila mtu ashuke chini. Let me finish up with John 4:23. Wacha nimalizie kwa Yohana 4:23. John 4:23. Yohana 4:23. The Bible says, Biblia inasema, but the hour is coming, ya kwamba wakati now is, na sasa upo, when the true worshipers, wakati ambapo will worship in spirit, watamwabudu Baba katika roho na kweli. For the Father is seeking such, maana Baba hawatafuta watu kama hao to worship him. Wamwabudu. We know this verse. Everyone knows this verse. Najua kila mtu anajua mstari. Briefly, I want to talk about this verse. Kwa ufupi ningependa kuongelea mstari. The hours come there and the hours now. Ya kwamba wakati umekuja na upo sasa. Wakati waabudu wa kweli. This means they are also false worshipers. Inamaanisha kuna waabudu ambao shall worship in spirit. Tamwabudu katika roho. If you want to see the glory, kama unataka kuona utukufu, we need to go to the dimension of spirit. Tunahitaji kwenda because whom we are worshiping is spirit. Ni roho. We need to put down these bodies. Tunahitaji kushukisha. We need to leave the physical realm and dive into the spirit. Because the one we are worshiping maana yule tunayeabudu is spirit. Ni roho. Amen. Hallelujah. Hallelujah. We need to worship in truth. Tunahitaji kuabudu katika kweli. The truth, that's where the problem is. Ukweli hapo ndio shida inaingililia. The truth. Ukweli. The truth consists of a lot of things. Ukweli wahusiana mambo mengi. Praise God. Bwana asifiwe. One, if you are to worship in truth, you need to trust him. Wahitaji kumwamini. You can't tell him that I'm worshiping him in truth. Hawezi mwambia but you don't trust him. Kweli na muamini. You are false worshiper. Wewe ni mwabudu uongo ama bonoko. Praise God. Katika roho na kweli. Please be upstanding. Fadhali tupate kusimama. Let us collect these chairs. Tupate kukusanya hizi viti. So that we have enough space to worship. Ndiposa tuwe na nafasi ya kutosha kuabudu. Tukusanye viti pamoja. Praise God. Bwana asifiwe. The glory is coming. And it's coming with fire. It's coming with the fire. The presence. The presence is already here. Because hearts of men are ready to worship. Maana mioyo ya watu hii tayari kuabudu. You are